nafasi hiyo. Haleluya. Ni wako wewe, nimekujia na umeniambia, lakini Bwana nataka kwako nizidi kusogea. Bwana vuta nije nisogee sana kwako mtini. Bwana vuta nije nisogee padamu ya thamani. Bwana vuta nije nisogee sana kwako mtini. Bwana vuta nije nisogee padamu ya thamani. Niweke sasa nikatumike kwa nguvu za neema. Uyapendayo nami nipende, nizidi kukwama. Bwana vuta nije nisogee sana kwako mtini. Bwana vuta nije nisogee padamu ya thamani. Nina furaha tele kila saa nizungumzapo kwako, nikuombapo nami napata kujua nia yako. Bwana vuta nije nisogee sana kwako.
Tunanyenyekea mbele za Mungu wetu kumshukuru kwa ajili ya uaminifu wake. Wakati mwingine tena Mungu ametupa nyumbani mwake tupate kusikia ujumbe wa neno lake, lakini tufungue vinywa vyetu na kuomba. Daudi anasema katika Zaburi ya 103, E nafsi yangu mhimidi Bwana, na vyote vilivyo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu. E nafsi yangu mhimidi Bwana, wala usisahau fadhili zake zote. Akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote, aukomboa uhai wako na kaburi. Nikukaribishe wewe uliyetenga muda wako usiku huu kusogea mbele za Bwana ili kusema na Mungu usiku huu. Ninatamani fungua kinywa chako, fungua na moyo wako mbele za Bwana tunapojiweka wakfu kwa ajili ya ibada ya usiku. Na tuende mbele za Mungu kwa maombi. Takatifu Mungu wetu, Baba, katika jina la Yesu, wema wako ni wa daima. Wewe ni Mungu unayetupenda, wewe ni Mungu unayetujua. Wewe ni Mungu uliyetuchagua toka zamani. Wewe ni Mungu uliyetuthibitishia kwa neno lako katika Yeremia 29:11 ya kwamba unajua mawazo unayotuwazia sisi sio mawazo ya mabaya, ni mawazo ya mema, kutupa sisi mema siku zetu za mwisho. Tena Mungu kasema tutakutafuta na kukuona, tutakuita utaitika, lakini tutakapokutafuta kwa moyo. Tunainyenyekeza mioyo yetu mbele zako kwa toba. Tu wakosaji, tu wenye dhambi, na kwa sababu ya dhambi zetu shetani amepata uhalali juu ya maisha yetu. Tunasogea mbele zako usiku huu Baba, naliinua kusanyiko la watu hawa wengi waliotenga muda wao wapate nafasi ya kusema nao. Wewe ni Mungu unayejua nyakati wanazopita nazo. Wameonewa watu hawa, wameumizwa watu hawa, wamepangwa watu hawa kama vile adui alivyosimama kuwapanga ili kuangamiza. Lakini Baba, tunakusia usiku ukashughulike na nafsi ya kila moja, ukashughulike na maisha ya kila moja. Ninawaachilia mikononi mwako katika nguvu ya neno na katika nguvu ya maombi. Ninawaachilia mikononi mwako nikiwatenga na kila hila za adui, kila mahali paliposimama vita vya adui. Kwa mamlaka ya jina la Yesu ninakemea vikosi vya kuzimu. Ninyi mliosimama kuwazuilia hawa kwa usingizi wasiamke, ninyi mliosimama kuwazuilia hawa, mmewapa uchovu wasiwe na nguvu ya kuamka. Ninatuma malaika wa Bwana kwenye hilo paa, ninatuma kwenye hilo anga, ninatuma kwenye hayo malango, kwenye hiyo ardhi. Kila mlipopata mamlaka kupitia nguvu zenu kwenye hizo madhabahu zenu, ninaachilia moto wa damu ya Yesu, ndio na ukawe moto, na kwa upanga wa malaika uharibuo ukasimame katika anga na katika ardhi, ndio kwa damu ya Yesu. Ninang'oa hizo mamlaka za adui, ninang'oa hizo mamlaka za kuzimu, ninang'oa hizo mamlaka za mapepo, ninang'oa kila uchawi, kila uganga. Ninyi mapepo, ninyi majini mliosimama kwenye hilo anga, ni saa ya Bwana. Ninateketeza nguvu zenu, ninateketeza mamlaka zenu. Achia hilo anga, achia kwa mamlaka ya jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu mtakatifu, ninawakabidhi watoto wako hawa katika nguvu ya neno na kwa nguvu ya maombi. Sema na maisha yao usiku huu. Wafungue walio katika utumwa, katika vifungo, waliowekwa mahali pamoja, wamezuiliwa wasipige hatua. Usiku wa leo waruhusu watoto wako wakavuke kwa amani. Katika jina lako Baba, Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba. Amen.
Tunaendelea na kichwa chetu ambacho kimebeba ile neema ya maombi ya kwamba Bwana akuondolee madhara ya majeraha ya ndani. Nimesoma nawe habari za Yakobo, lakini leo nitasoma kuongezea hapo toka Kumbukumbu la Torati sura ile ya kwanza. Nitaanza kwanza mstari wa 26 na ule wa 27. Neno linasema, lakini hamkukubali kukwea huko, mlihalifu neno la Bwana Mungu wenu, mkanung'unika hemani mwenu, mkasema, ni kwa sababu Bwana ametuchukia. Ndipo akatutoa katika nchi ya Misri, apate kututia katika mikono ya Waamori ili kutuangamiza. Soma pamoja nami sura ile ya kwanza kuanzia mstari wa 42. Neno linasema, Bwana akaniambia, waambie, msiende wala msipigane, kwani mimi si kati yenu, msije mkapigwa mbele ya adui zenu. Basi niliwaambia, msinisikize, bali mliasi amri ya Bwana, mkajikinai na kukwea mlimani. Na Waamori waliokuwa wakikaa katika mlima huo waliwatokea juu yenu, wakawafukuza kama wafukuzwao na nyuki, wakawaporomeshea Seili mpaka Homa. Mkarudi mkalia mbele za Bwana. Bwana asisikize sauti yenu, wala hakuelekeza masikio yake kwenu. Ndipo mkakaa Kadeshi siku nyingi, kwa kadri ya hizo siku mlizokaa. Sura ile ya pili kuanzia mstari wa kwanza. Ndipo tukageuka tukashika safari yetu kwenda jangwani kwa njia ya bahari ya Shamu, kama alivyoniambia Bwana. Tukawa tukiizunguka milima ya Seili siku nyingi. Bwana akanena akaniambia, mlivyouzunguka mlima huu vyatosha. Geukeni upande wa kaskazini, nawe waagize watu uwaambie, mtapita kati ya mpaka wa ndugu zenu wana wa watu, uwaambie, mtapita kati ya mpaka wa ndugu zenu wana wa Esau waketio Seili, nao watawaogopa. Basi jiangalieni nafsi zenu sana. Amena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Niendelee kukumbusha neno tunalotembea nalo ni maombi yangu ya kwamba Mungu akuondolee madhara ya majeraha ya ndani. Mungu akuondolee yale yaliyozaliwa kwa sababu ya nyakati ngumu ulizopita nazo. Izungumza habari ya majeraha ya ndani. Yanatokana na mambo yanayougusa moyo, mashambulizi ya mwili, mashambulizi ya akili, mashambulizi ya fahamu. Yale yanayoshambulia akili kiwango cha kufika mahali nafsi kajiona peke yake, na nafsi inapojiona peke yake ni kama inaondoka katika kumtegemea Mungu, na nafsi inashika yale ule ufahamu wa kwake, na mara nyingi inazaa manunguniko, inazaa kelele, inazaa maumivu, na mwisho unajiona mtu binafsi pasipo kuiona nguvu ya Mungu kwako. Ninapoyasema haya simaanishi ni majira tunapokuwa umetoka kwenye dhiki yako, no. Na wakati mwingine tunashindwa kushindana na dhiki, tukaipigana vita iliyo mbele yetu, kwa sababu
mioyo yetu imeachana na Mungu. Na mara zote nimesema nawe, kuachana na Mungu haimaanishi uombi, lakini kuna wakati tunafikiri tunaomba ila mioyo yetu iko mbali na Mungu. Tunapozungumza habari ya majeraha ya ndani, ya kama Mungu akuondolee madhara ya majeraha ya ndani, tafsiri yake Mungu aondoe yale yaliyozaliwa baada ya kuwa nafsi yako imechoka. Kuna mengine amezaliwa kwa sababu ya viapo. Shetani amepata mamlaka ya kumiliki. Ulikuwa muombaji, huwezi kuomba. Na mimi natamani usiku wa leo Mungu akuondolee hayo madhara, huo ukungu, ichokiza, hizo mamlaka zilizomiliki nafsi yako. Na usiku wa leo Mungu akurudishie nguvu ya kuweza kuomba tena. Mungu akurudishie nguvu ya kuweza kusoma neno. Hata kama kuzimu, mamlaka za mapepo zimekumiliki kwa miaka, lakini maombi yangu usiku wa leo ya kwamba Mungu akuondolee huo mkwamo, akuondolee hiyo vita, akupe nguvu ya kuvuka. Natamani hata ninapolitamka neno usiku wa leo, ninajua mpo ambao iko vita imekamata nafsi zenu, hamwezi kuomba. Hebu weka mkono wako kifuani. Weka tu mkono wako kifuani. Nami natamani kusema neno kwa ajili yako. Weka tu mkono wako kifuani. Kwa mamlaka ya jina la Yesu na kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu na kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Kila roho iliyozuia hiyo nafsi, mapepo mliomfunika kwa uchungu, hizo roko za usingizi, ninyi mapepo mlioikamata nafsi yake mkalizuilia neno lisipite kwake, ninawaamuru achilia hiyo nafsi. Achilia hiyo nafsi. Achilia huo ufahamu. Roho ya uchungu, achia hiyo nafsi. Roho ya usingizi, ninakuamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu. Haya, achia ufahamu wake. Iachilie nafsi yake. Kila aina ya vita kwenye hiyo nafsi, toka, achia kwa damu ya Yesu. Achia huo moyo, iachie nafsi yake katika jina la Yesu. Napoendelea na neno hili baada ya maombi hayo, nimesema nawe habari ya historia ya wana wa Israeli. Elewa neno hili. Mungu anamtoa Israeli kutoka Misri, na Mungu anampeleka Israeli kumiliki haki yake Kanani. Neno hili halianzi hapa, lakini kwenye Mwanzo sura ya 15 Mungu anaweka agano na Ibrahim. Uzao wako utakwenda mpaka Misri, watawatumikia wale watu miaka 400, na kizazi cha 4 nitawaleta hapa. Nchi hii ni ya kwako Israeli, nchi ya Wahivi, nchi ya Waebusi, nchi ya Waamoni, nchi ya Wakanani, nchi ya Wagirigashi. Mungu akaziweka beacon katika nchi ya Kanani kwa ajili ya Israeli. Na majira ya Bwana Mungu anawatoa Israeli kwa mkono wa Musa, naye anamwambia kutoka sura ile ya 3 pale mwishoni, ya kama utawapeleka watoto wangu katika nchi ya Kanani. Na katika nchi anarudia kutaja, anairudia ile lamani ambayo Mungu aliichola kwa ajili ya Israeli, na anasema ndiko utakako wapeleka. Kwa hiyo Musa anawatoa Israeli Misri, anawapeleka Kanani, mahali ambako tayari Mungu amesema nao. Lakini safari ya Kanani ilitanguliwa na safari ya jangwa. Na ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka, inaonyesha kulikuwa na njia fupi ambayo walipita wana wa Yakobo wakitoka Beersheba. Walipokwenda kuhemea, walipata chakula, wakarudi Beersheba kabla baba yao au ndugu zao hawajafa kwa njaa. Maana yake ni njia fupi ya kwenda Misri na kurudi. Lakini wakati wa kulitimiza kusudi la Bwana lilibeba mambo kadhaa. Jambo la kwanza, Mungu anasema nini? Natamani ninapoyasema haya na wewe unielewe. Katika jangwa lako na katika vita yako iliyokusababisha ukafika ulipofika,
Mungu anasema, moja, nikiwapitisha njia fupi wakafika Kanaani, watakapokutana na magumu watarudi. Ni njia isiyohusisha bahari, ni njia isiyohusisha bahari. Lakini maandiko yanasema nikiwaruhusu hawa wakapita njia fupi, wakikutana na mambo magumu watarudi. Na kwenye hilo yamkini niseme na wewe pia, mambo magumu yana tabia ya kutuimarisha, kututengenezea stamina. Ndio maana ningesema kwa lugha nyepesi, wengi wanaopewa mali za ulisi huwa zinatapanywa, huwa zinapotea, kwa sababu kinachopatikana kwa wepesi huwa kinapotea kwa wepesi. Lakini waliojua mchakato wa kuchuma mali walizonazo, walianza nazo zero, wakapanda nazo mpaka neema na nafasi Mungu aliyowapa, huwa wanajua jinsi ya kuzitunza. Mungu anasema, nikiwaonyesha njia fupi wakaenda Kanaani, wakikutana na mambo magumu watarudi. Mimi sijawatengenezea Israeli Misri. Misri ni mahali pa kupita, mahali pa kutengenezwa. Jambo la pili, Mungu anasema nitawapitisha njia ndefu nipate kujitambulisha kwao, kwa sababu wamekaa miaka yote wakiabudu miungu mingine. Wamekaa kwenye nchi ya Misri miaka 400. Lakini elewa, ni kizazi kilichotoka Uru ya Wakalidayo katika nyumba ya Tera, mahali ambako kuna madhabahu nyingine, mahali ambapo kuna miungu mingine inayowafuatilia. Lakini si hilo tu, wameketi Misri miaka 400, wana uzoefu wa kuiona ibada za miungu mingine. Wamekaa miaka 400 katika nchi ya Misri. Kwa hiyo wana uzoefu wa utamaduni, wana uzoefu wa maisha ya Misri. Kwa hiyo Mungu anataka, moja, wapate muda na Mungu wao. Mungu awafundishe jinsi ya kumwabudu. Lakini jambo la pili, Mungu anataka awaonyeshe yuko Mungu mwenye mamlaka kuliko miungu mingine, yuko peke yake. Kwa ni Mungu anataka kujitambulisha kwa Israeli, lakini Mungu anataka kujitambulisha kwa mataifa mengine, kwa sababu mwisho wa siku sio Israeli peke yake. Ndio maana Yesu anasema uko muda ambao wamwabudu halisi hawatamwabudu kwenye hekalu hili tu, lakini wamwabudu halisi watamwabudu katika roho ya kweli. Wamwabudu halisi ni kwamba watamwabudu katika roho na wala si katika picha ya majengo. Picha yake ni nini? Mungu anasema anataka ajitambulishe kwenye mataifa yote, wajue ya kwamba yuko Mungu mkuu kuliko miungu mingine, ili apate kuabudiwa na watoto wake. Kunaposizungumza maneno haya, natamani unielewe ya kwamba Mungu anapomtoa Israeli kutoka Misri sio kwa mabaya, pamoja na kwamba mchakato wa kuinuliwa ni lazima uruhusu nyakati ngumu. Ninawaonea huruma wale wanaotamani miujiza rahisi, na ndio maana wengi wameingia kwenye shida kubwa zaidi. Mko watu ambao mchakato wa mateso yenu ni kwa sababu ya kutafuta mchakato rahisi wa kufanikiwa. Mkaziendea madhabahu za bahari, wakati mwingine mkaendea uchawi na uganga ili mpate kufanikiwa. Mkashindwa kuelewa ya kwamba uchawi na uganga ni kazi ya Ibilisi ambaye hawezi kuruhusu cha Mungu kikapita katikati yako. Kwa hiyo wengi mmeangukia uharibifu, wengi mmeangukia maisha yenu kuingizwa kwenye vita vya adui, na mwisho wa safari mmezalisha maumivu. Mungu anamtoa Israeli kutoka Misri, anampeleka katika nchi ya ahadi ya Kanaani. Israeli anapopita katika nchi ya ahadi, anapopita katika maisha ya jangwa kuelekea nchi ya ahadi,
alipita katika mitihani. Ninarudia kukusisitiza, mitihani katika maisha ya mwanadamu ni ya kawaida, na Mungu huwa anairuhusu kwa makusudi yake. Soma kwenye maandiko. Wale wote waliolifanikisha kusudi la Bwana ni wale walioshinda mitihani. Najiuliza, ta Yesu katika kuzaliwa kwake katika mazingira ya mitihani, anakuja kama mfalme, alilazimika kuzaliwa kama masikini, fukara kwenye zizi la ng'ombe, mahali ambako hata wewe bado hujafikia. Anafika kuanza utumishi, kabla hajaanza kutumika anapita katika mtihani wa kujaribiwa na shetani. Kama ni mwana wa Mungu, jitupe chini, utadakwa. Kama ni mwana wa Mungu, geuza mawe haya yawe mkate. Kama mwana wa Mungu, jirushe chini nawe utadakwa. Yaani analetewa mitihani, na Yesu anaposhinda anakwenda hatua inayofuata. Kiyazungumza haya, nazungumza kwa ajili yako. Israeli anapita katika safari ya jangwa, inakuwa ni safari ya mitihani. Kuna wakati hakuna chakula, na wakati hakuna maji, na Israeli analalamika, ananungunika. Kuna wakati analazimika kupigana vita ili avuke, na Mungu anapomshindia Israeli anafurahi. Nakumbuka nilipovuka bahari ya Shamu, kwanza bahari yenyewe tu ni mtihani, lakini kabla ya bahari alilazimika kuliona jeshi la Wamisri. Israeli akanungunika. Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli wasinililie mimi, wasonge mbele. Wamisri hawa nawaona leo, hawatawaona tena, maana nitawapigania na watanyamaza kimya. Ifungue bahari. Bahari ikafunguka machoni pao, wakavuka. Lakini bado walipovuka, wakashuhudia kwa macho yao Wamisri wakiangamia baharini. Israeli akamtukuza Bwana, akamshangilia. Akiwa katika mashangilio, Waamaleki wakatokea kwake, akalazimika kupigana vita. Na katika vita Mungu akampigania. Lakini elewa, alipokuwa akipigana vita alilazimika kukaa kwenye utaratibu, na Israeli akasonga mbele, akaingia katika nchi ya Waamoni, wakiwa chini ya mfalme wao aliyeitwa Baraki. Na Baraki akaita waganga akina Balaam wamtege Israeli asivuke, lakini Mungu akasimama mbele ya Israeli. Utakachoelewa ni Israeli ametoka kuvuka bahari ya Shamu, Israeli ametoka kupigana vita ya Maleki, amempiga mfalme wa Maleki, na sasa anaingia katika nchi ya Moab. Anapoingia, maandiko yanasema akiwa kwenye mashangilio, waganga wakajipanga. Balaki akaagiza wachawi ili kumfunika Israeli, lakini kwa neema, kwa sababu Israeli alikuwa kwenye mahusiano na Mungu, Mungu akasimama akaipigana vita ya Israeli. Badala ya kulaaniwa akabarikiwa, na Israeli akaenda mpaka anafika kwenye milima ya Seiri. Nisikilize, unaposoma Kumbukumbu la Torati sura ile ya kwanza, inatufundisha mambo ya msingi sana, na haya natamani niseme nawe ili yakusaidia kwenye maombi ya usiku wa leo. Maandiko yanasema Israeli akashikiliwa asipige hatua, lakini elewa, ni huyo ambaye Mungu amemchagua, na majira haya anampeleka Kanani. Yuko kwenye safari, ametoka Misri anakwenda Kanani. Lakini kilichomfanya Israeli ashindwe, akafika mahali akabaki kwenye jambo moja kwa muda mrefu. Si kwamba Kanani ilikuwa mbali, lakini haioni Kanani, na Mungu akaruhusu mataifa yenye nguvu, wana wa Esau, anasema wa milima mirefu ya Seiri, wakamzuilia Israeli asivuke, kwa sababu
kila Mungu aliporuhusu mazingira ya kumjenga na kumuimarisha Israeli, Israeli alichagua kukaa kwenye manunguniko badala ya kumwamini Mungu. Mungu alipowatoa kutoka vita na katika changamoto, wakamhimidi Bwana. Lakini kati ya mambo ambayo Israeli hakuwa nayo, moja ni shukrani. Na kukosa kwake shukrani kulimsababisha asione nafasi ya Mungu katika kila ushindi aliyoupata. Kila magumu yalipokuja, Israeli hakumkumbuka Bwana. Naposema hapa, nimesema nawe mara nyingi kwa habari ya Musa. Musa hakuwahi kumnungunikia Mungu. Nimesema nawe mara nyingi habari ya Daudi. Nisikilize, Daudi hasa ndicho neno lotaka kutamka kwako, sio Musa, ni Daudi. Daudi mara zote amejiona kila alicho nacho hastahili, anastahilishwa kwa neema tu. Ndio maana ya Zaburi ya 23. Na ndio maana unapoitazama Zaburi ya 103, Daudi anaposema, e nafsi yangu mhimidi Bwana, na vyote vilivyo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu. E nafsi yangu mhimidi Bwana, wala usisahau fadhili zake zote. Daudi alikuwa na tabia, kila anapopita nyakati ngumu, Daudi aligeuka akazitazama nyakati Mungu alizomvusha, akatumia nyakati hizo kushindana na vita iliyo mbele yake. Kila wakati alipopita nyakati ngumu, Daudi alizitumia nyakati ngumu kuzisimanga nyakati ngumu zilizo mbele yake. Daudi akaelewa, kama Mungu aliweza kunisamehe dhambi ya kuua, tena kuua kwa hila, akamuua amiri wake jeshi mkuu Uria, halafu akachukua mkewe, Mungu akakasirika. Familia ya Daudi ikaingia kwenye machafuko, lakini alipopiga goti, Mungu akasamehe. Daudi anaangalia, kuna dhambi gani kubwa kama hii? Ikiwa Mungu amesamehe hii, ikiwa Mungu amenivusha katika mauti, katika nyumba ya Sauli, mtu mmoja akishindana na jeshi la serikali. Daudi anasema, umenipaka mafuta kichwani, ndio ushindi wangu. Ninajua kikombe changu kinafurika. Hata kama sasa nina vita juu ya meza ulioniandalia Bwana, lakini Daudi anajua jambo moja, kwa sababu umenichagua, umenipaka mafuta, ninajua wema na fadhili zako zitanifuata siku zote za maisha. Na Daudi anasema, nitakaa nyumbani mwako daima. Daudi hakubali magumu yamhamishe kwenye nafasi. Daudi hakubali vita imuondoe kwenye nafasi ya kumtazama Bwana. Ninapoyasema haya, natamani kwako uelewe ya kwamba huwezi kuvuka vita kwenye maisha ya kibinadamu. Vita ni lazima, nyakati ngumu ni lazima, na zina thamani kubwa kwenye maisha yako. Sasa ninapoyazungumza haya, kuna wengi ninyi nyakati ngumu zimewazuilia. Kilichomfanya Israeli, kuna wengine walifia jangwani, wale waliotoka Misri hawakufika. Mungu anasema kwa sababu ya manunguniko, hawana moyo wa shukrani. Nimewatoa Misri waende Kanaani, nimewapigania, nimewaonyesha maajabu na miujiza mikubwa, lakini kila niliporuhusu mabaya magumu mbele yao, hawakunitazama mimi, walininungunikia, wakaona nimewaonea. Kwa hiyo watu wa tabia hii sitafika nao. Sikia mpendwa, kuna mahali huvuki kwa sababu ya tabia ya manunguniko. Kuna mahali huvuki kwa sababu ya tabia ya hofu. Kuna mahali umeshindwa kuiona nafasi ya Mungu kwenye maisha yako kwa sababu ya manunguniko. Moyo wako umeshindwa nguvu ya kushindana. Moyo wako umekosa nguvu ya Mungu kwa sababu umejaa machozi, umejaa manunguniko, kukata tamaa. Maneno ya kinywa chako yamekuzuilia ukaikosa nguvu ya Mungu, na Mungu anashindwa kuvusha kwa sababu huna shukrani. Manunguniko ni dalili ya kutokuwa
na shukrani. Manunguniko ni dalili ya kujitegemea mwenyewe wala kuto kumtegemea Bwana. Manunguniko. Wakati fulani unaweza kufikiri unanungunikia watu, lakini kila manunguniko yanayotoka kwenye kinywa chako yanakwenda mbele za Mungu, na kwa sababu hiyo Mungu anapokasirika, kuna mazingira mengine wala sio mapepo wala sio shetani. Shetani amepata uhalali tu kwa sababu Mungu amesimama pembeni. Umekosa kumtegemea. Maandiko yanasema Israeli akamnungunikia Bwana na Mungu akamnyima kibali cha kuvuka. Kuna mahali akataka kwenda kupigana vita, Mungu akamwambia hata kidogo usiende, akalazimisha, akapigwa. Akarudi akaongeza kiwango cha kulia ya kwamba Mungu ilikuwa bora angetuacha tufe Misri kuliko jangwani alikotuleta. Wakaongeza hasira ya hasira, Mungu akanyamaza kimya. Maombi ya usiku wa leo, natamani sana Mungu akupe neema hii ya kuelewa ya kwamba Mungu yuko pamoja nawe. Magumu hayo hutafia njiani, hutafia njiani kwa sababu Mungu yuko pamoja na wewe. Lakini kuna mahali umesimama, kuna vitu umevibeba kwenye moyo vinavyokunyima kuona. La zote nimesema, na wakati ulikuwa muonaji, na wakati ulikuwa muombaji sana, ulikuwa na uwezo mkubwa wa kulisoma neno likakusaidia, lakini leo uoni upenyo. Maandiko yanasema Israeli akazuiliwa njiani. Israeli akashikiliwa njiani asione upenyo kwa sababu ya manunguniko, kwa sababu ya kilio. Akasimama kwa muda mrefu, na Mungu akasema na Musa, sema na hawa wana wa Israeli, wamenichosha kwa manunguniko, nimechoka juu yao. Kuna maeneo nawaambia wasiende, wanakwenda. Kinachowafanya wasishinde vita sio kwa sababu nyingine, ni kwa sababu wameniacha. Mioyo yao ina manunguniko, hawana shukrani. Maandiko yanasema wakawa wakiizunguka milima ya Seiri mara nyingi, na Bwana akasema na Musa, sasa geukeni upande wa kaskazini. Meizunguka milima ya Seiri muda mrefu, na sasa geukeni upande wa kaskazini. Kwenye hili nina machache pia ya kuendelea kusema nawe. Tunapoomba maombi ya usiku wa leo, maombi yenye nguvu yamebeba mambo mawili au matatu. Jambo la kwanza ni kuamini ya kwamba Mungu anaweza. Hata kama hajajibu, anabaki kuwa Mungu. Hata kama hajajibu kwa wakati unaotaka, haimaanishi kwamba ameshindwa. Mungu ni Mungu wa majira na nyakati. Neno hili nasema pamoja na kwamba Israeli walikuwa hawatoboi, lakini maandiko yanasema wamekuwa wakiizunguka milima ya Seiri mara nyingi. Hawakunyamaza kwa sababu hawavuki, lakini kila wakati walijaribu kupata upenyo. Maombi yanabeba imani, lakini maombi yanabeba hatua. Akina Mariamu Magdalene, akina Mariamu walipokuwa wanakwenda kuupaka mwili wa Yesu mafuta, maandiko yanasema ilipofika asubuhi ile, wakasemezana wao kwa wao, ni nani atakayetuondolea lile jiwe? Jiwe lilikuwepo linalotafsiri mambo mengi, lakini kwa picha hii ni jiwe lililolifunika kaburi. Ni kubwa kweli, lina mamlaka kweli, ni jiwe la serikali ndio, lakini wanawake hawa hawakunyamaza. Pamoja na kwamba wanajua kuna vikwazo, kuna magumu, lakini wanapotafakari ni nani atakayetuondolea jiwe, walitafakari wakitembea. Na walipofika mahali pa jiwe, hawakulikuta jiwe, maana lilikuwa limeondolewa na Yesu hayumo kaburini. Sio maiti tena, ni mtu aliye hai. Walikwenda wakijua wanakwenda
kuupaka mwili mafuta, waliposimama katika njia iliyo sahihi, Mungu alitimiza makusudi yake. Sikia, tunapozungumza imani inatembea na matendo. Hatuombi tukanyamaza kimya, tunaomba tukirejea katika nafasi. Ninapoyasema haya na mtafsiri nini? Ninapokupa hekima hii katika maombi haya na neno la usiku, kuna ninyi ambao mmesimamishwa, mmeshindwa kuvuka kwa sababu ya manunguniko na uchungu wa moyo. Lakini nikisema nawe kwa habari ya neno la Mungu, rudi kwenye nafasi. Na mahali mmewachukia au watu waliopambana nanyi, lakini Mungu hakuwatuma kuwachukia. Mungu aliwatuma kusimama katika kusudi lake ili Mungu afanye kwa ajili yao. Sikiliza, sio wakina Mariamu walioliondoa jiwe kaburini. Kazi yao ilikuwa moja tu, kutembea katika imani na kubeba mawazo sahihi. Pamoja na kwamba ndani ya mawazo yao walikuwa wanawaza kwenda kuupaka mwili wa marehemu mafuta, lakini wakasahau ya kwamba alisema siku ya tatu akafufuka. Walipolibeba wazo kamili, hawakwenda kumkuta marehemu, kwanza hawakukuta jiwe, lakini walikwenda kumkuta mtu hai. Ndivyo itakavyokuwa kwako ukilibeba wazo sahihi kwa habari ya bahari Mungu alipokupa. Hautakuta vilivyokufa, utakuta uzima katika jina la Yesu. Lakini acha kunyamaza hapo chini, acha kujizuilia mahali pamoja. Lakini unapotafakari kwenye maombi haya, beba imani ya kwamba Mungu ana uwezo wa kukutoa hayo unayoyaona ni magumu. Hata umefika mahali ukasema ni bora kufa kuliko kuishi, ninasema Mungu atakutendea miujiza. Hao unaofikiri ni wenye mamlaka ya kwamba hutatoboa kwa sababu wamekukalia vikao, Mungu anasema katika Isaya 54:15, yamkini wamekusanyana lakini si kwa shauri la Bwana, wataanguka mbele yako katika jina la Yesu. Na kila silaha watakazotumwa hazitafanikiwa, na kila matamko, kila ulimi utakaokiri uovu tutahukumu kuwa ni mkosa. Ni mamlaka tumepewa. Ninasema hayo unayoyaona ni magumu, mefika mahali unasema ni wakati wangu wa kufa. Ninakutamkia usiku wa leo, hautakufa katika jina la Yesu, ila Mungu atageuza kila magumu yaliyo mbele yako na yatakuwa mema kwa utukufu wa Bwana. Nisikilize, hata kama moyo wako umeinama, umetembea miaka mingi katika hayo mateso, ninapozungumza Mungu akuondolee madhara. Mungu akuondolee madhara ya hiyo vita ya ndani, akuondolee hayo madhara ya nafsi yaliyoinuka juu yako kwa sababu ya vita unayopita nayo. Usiku wa leo nimesema natamani kama ambavyo Mungu alisema na Israeli, aliyesimamishwa mahali pamoja muda mrefu, alipigana vita akapigwa, haoni mlango wa kuvuka kwa sababu Mungu alimwacha kwa sababu ya nafasi ya moyo. Na mimi ninajua kuna mahali unapita, yamkini kwenye biashara zako umezuiliwa, hakuna kutoboa kwa sababu uliona mitaji ilipokufa, ulipopigwa vita, ukafika mahali ukasema haiwezekani tena, ukajinenea kushindwa na adui akakuzuilia. Una mahali umesimama na ukasema hapa kupanda cheo haiwezekani tena, na kwa sababu hiyo umeshindwa kupanda kwa sababu Mungu alikupeleka akupandishe cheo. Lakini kuna vitu katika mawazo ya mioyo na katika tabia ya kibinadamu umejizuilia, cha Mungu hakionekani mbele yako. Lakini mwisho wa yote, kuna vitu vimeachiliwa kwako. Kuna mnaopita kwenye magonjwa, na hayo magonjwa sio kwa sababu mlipaswa kuugua, lakini ziko nguvu za adui zimepata uhalali juu yenu kwa sababu ya namna moyo wenu ulivyokaa. Maombi yangu yote nitaomba wiki hii, ninatamani sana Mungu aufufue kwa upya huo moyo wako, nafsi yako ipate nguvu mpya ya kusimama. Kuna watu ambao wamepita kwenye magonjwa mabaya na adui amefanikiwa kuwapiga. Mili yenu imepata majeraha ya nje na majeraha ya ndani, na shetani amewakamata kwa hofu. Na mimi natamani usiku wa leo, kila silaha ambayo adui
ameitumia kushikilia. Kama Mungu asemavyo kwa kinywa cha Isaya, kila silaha itakayotumwa kwako haitafanikiwa. Nami natamani usiku wa leo kila silaha iliyotumwa kwako ikatenguliwe katika jina la Yesu. Hayo mapepo yakakuachilie. Kila wanadamu waliosimama kinyume chako wamekushikilia, wamepangana kuvuruga ile baraka yako, kuvuruga ile neema Mungu aliyokusudia kwa ajili yako. Inasema usiku wa leo moyo wako unapotibika, Mungu aachilie afya kwenye moyo wako. Lakini moyo wako unapotiwa nguvu, kila kilichoshikilia mwili kwa magonjwa, hayo magonjwa ya kuachilie. Kila roko zilizopanda magonjwa kwenye nafsi, kwenye mwili wako, kila roko zilizopanda magonjwa kwenye nafsi, kwenye mwili, hayo magonjwa ya kuachilie katika jina la Yesu. Hebu weka tena mkono wako kifuani. Ninakuombea kwa mamlaka ya jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, mamlaka za giza, mamlaka za kuzimu, roho za mapepo, ninainua mikono hii, achilia hiyo nafsi. Ninasema achilia hiyo nafsi kwa damu ya Yesu. Achia hiyo nafsi kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mapepo, sikia kila mawazo mabaya, maumivu kwenye huo moyo, hayo majeraha, toka, achilia kwa damu ya Yesu. Kila kilichopita kwenye huo mwili, hayo mamichubuko, hizo pressure, magonjwa ya sukari, kila kilichoinuka kwenye mwili, ninyi mapepo mliotumwa kwa ajili yake, ninaamuru achia huo mwili kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nisikilize napoendelea kusema nawe. Ninajua moyo wako umepata uzito, lakini kisimama kwenye neno la Daudi nikufundishe kitu, kwa sababu vita ya kiroho ina uhusiano mkubwa na nafasi ya moyo wako. Ndio maana maandiko yanasema linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana ndiko inakotoka chemichemi ya uzima. Shetani huwa anaukimbilia moyo kuushikilia. Unapoona mambo magumu ambayo yangelikusaidia kukutia nguvu ya kuvuka, ndiko shetani huwa anakuonyesha hatari ya mambo magumu unayotembea nayo. Na kwa sababu ya hatari unayoiona, wala huitazami katika jicho la Mungu, unalitazama katika jicho la hofu ambayo ni la adui, nafsi yako inakosa nguvu. Lakini natamani Mungu akusaidie tabia ya Daudi iwe tabia ya kwako. Tabia ya Daudi. Ninapozungumza neno la usiku, ninatamani sana namna moyo wako ulivyo, ndivyo kiwango cha nguvu ulicho nacho. Daudi alikuwa anatumia historia ya nyakati ngumu ambazo Mungu alisimama pamoja naye kuzihukumu nyakati ngumu zilizosimama mbele yake. Kwa hiyo wakati wote Daudi aliamini ya kwamba kama Mungu alinivusha na dubu na simba na kwa Mfilisti huyu Goliati, nitamuua. Akamuua kweli. Ndio maana Zaburi ya 121 Daudi anasema, nitaitazama milima, msaada wangu utatoka wapi? Nasema msaada wangu ni katika Bwana aliyefanya mbingu na nchi. Ndio maana Daudi anasema katika 103, nafsi yangu mhimidi Bwana, na vyote vilivyo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu. Nafsi yangu mhimidi Bwana, wala usisahau fadhili zake zote. Anaiamrisha nafsi yake kufurahi hata anapopita katika majaribu. Ndio maana neno la Mungu linasema, furahini hata mnapoingia majaribuni, kwa sababu majaribu ni kipimo cha imani. Majaribu yana tabia ya kutuongezea nguvu, yanatupa ile neema, ujasiri. Majaribu, tunapopita katika majaribu, wanasema ndipo tunapoongezewa imani. Daudi anaziona nyakati ngumu, anaigeukia nafsi yake. Kama Mungu aliweza kusamehe
dhambi ya kuua kwa hila. Ni jambo gani gumu linaloweza kumshinda Mungu? Daudi anaiambia nafsi yake, zikumbuke nyakati za kwanza. Neno nataka kusema na wewe, usibaki kutafakari madhara yaliyowapata wengine katika vita unayopita nayo, lakini uwe na muda wa kumtafakari Mungu kwenye maisha uliyopita nayo. Kumbuka ni watoto wangapi waliokufa wakati wazazi wao wanajifungua, lakini wewe Mungu aliachilia uzaliwe hai. Kumbuka akina Musa waliozaliwa na Mungu ametangaza na Misri imetangaza wazaliwa wa kwanza wote wa kiume waangamizwe, lakini Mungu akaishika mikono ya wazalisha wa Misri. Angeliweza kufa kwa sababu neno na mamlaka, na neno la kifalume ni la mamlaka, mapepo yanaambatana nalo. Ikiwa linatoka kwa Mungu, malaika wa Bwana wanaambatana nalo. Ikiwa linatoka kwenye madhabahu za Baali, mapepo wanaambatana nalo. Likitoka kwenye kinywa cha mfalume, utaelewa anavyomjibu mfalume Ahasuero akimjibu Esta. Kilichoandikwa kikatiwa muhuri wa mfalume, kimeandikwa, hakuna hata anayeweza kutangua. Maana yake walipoandika Israeli wote wauawe, ilikuwa wafe. Na ndio Ahasuero anasema, andikeni muonavyo vyema kutangua, kwa sababu kilichoandikwa kimeandikwa. Alipotamka Farao waangamize watoto wote wa kiume wanaozaliwa, nchi iligongewa muhuri. Kwa ilikuwa watoto wa kiume wote wakina Musa wafe, lakini Mungu alimtetea. Nachosema na wewe, kama ni kufa ungekufa, lakini Mungu alikutetea. Kama kuna vitu vigumu kwenye maisha yako ulipita, ingelikuwa kufa ungekufa, lakini wamelala wengine, wewe bado Mungu ana haja nawe. Na ikiwa ndivyo, ninatamani maombi ya usiku wa leo ushike tumaini hilo, ya kwamba Mungu ana haja nawe. Hata kama iko vita unayopita nayo, hata kama kuna mambo magumu unayoyatazama leo, natamani moyo wako utiwe nguvu. Daudi hakukubali kunyamazishwa kwa sababu ya vita. Hata alipopita nyakati za kufiwa, mtoto aliyempenda aliomba kwa uchungu akiwa hai. Mauti ilipopita, Daudi akainua katika hali ya kawaida, anasema, Mungu ameruhusu, siwezi kukaa kwenye msiba. Ikiwa Mungu ameruhusu mtoto afe, Daudi akasema, naliomba akiwa mzima, sasa amekufa, sitalia tena. Na Mungu akamrejeshea faraja. Ninasema na wewe, mkao wa moyo wako ni kitu muhimu sana unapotafuta nguvu za Mungu. Mkao wa moyo wako ni muhimu sana. Ninajua nafsi yako imeshikiliwa, kuna mambo unapita nayo. Unajua wachawi wamekuwinda, wamekurushia walichokurushia, na mwisho unaamini lazima ufe kwa sababu wanawasifia hao wachawi. Ninakutamkia usiku wa leo, hautakufa katika jina la Yesu. Ninarudia kutamkia usiku wa leo, hautakufa katika jina la Yesu. Ninasema kwa mara ya 3 usiku wa leo, hautakufa katika jina la Yesu, lakini Mungu atakushindia. Ikiwa umekaa kwenye tatizo ulilonalo kwa muda mrefu, Mungu aliyesema na Israeli ya kwamba najua umezunguka milima ya Seiri kwa muda mrefu, lakini mara hii geuka upande wa kaskazini, sasa utavuka, lakini uwe mwangalifu. Ndicho ninachosema na wewe kwenye maombi ya usiku wa leo. Kukaa katika utaratibu ni lazima. Moja, muamini Mungu anaweza kwa ajili yako. 2, ziamini nguvu zake zinaweza kukuvusha. 3, usiamini nguvu za mapepo, usiamini nguvu za watu wengine, lakini amini nguvu ya Mungu ya kwamba ndiyo itakayokuvusha. Hata katika hayo magumu, hata katika hayo magonjwa, hata katika hayo mauchungu, hata katika hiyo vita, ninasema mbele za Mungu aliye hai, wala kuta za kuzimu hazitakuzuilia, lakini Mungu atakufanya wewe kuwa ushuhuda katika jina la Yesu. Ninatamani usiku wa leo ukawe usiku wa ushuhuda.
Kila kilichozuiliwa kwako Mungu akaruhusu kikapate nafasi sasa. Wale walipokuona ya kwamba ni wakati wako wa kufa, wanajua utakufa na wamejipanga kwa sababu wanajua walichokifanya. Lakini usiku wa leo nasema kufa hautakufa. Lazima ufike Kanani katika jina la Yesu. Hiyo mauti haitakuwa kwako. Hata kama wameandika, wamegonga mihuri usiku wa leo, ninaugonga muhuri wa damu ya Yesu juu yako. Ninagonga muhuri wa nyaraka za madhabahu ya Bwana. Hautakufa wewe katika jina la Yesu. Hayo magonjwa na yakuachilie, hiyo vita na ikuachilie katika jina la Yesu Kristo. Ninakuombea madhabahuni pa Bwana, kila walipojenga kuta, hizo kuta zikabomoke katika jina la Yesu. Ninakuombea, mejengwa hizo kuta kwa vikao vyao, hautainuliwa, hautapanda cheo. Wamegonga mihuri ya madhabahu za waganga, madhabahu za wachawi. Ni maombi yangu mbele za Bwana usiku wa leo kwa ajili yako. Hizo kuta hazitakuzuilia, wala matamko yao hayatapata nafasi. Ikiwa Mungu amesema katika Isaya, yamkini wamekusanyana lakini si kwa shauri langu, wataanguka mbele yao. Ninakuombea usiku wa leo, kila vikosi vya adui, hizo mamlaka za giza, kila vikosi vya kuzimu walioinuka kinyume chako, wamejipanga kwa vikao vya siri. Ni maombi yangu mbele za Bwana ya kama Mungu na akuvushe. Ikiwa Israeli alivuka katika milima ya Seiri na yakaifikia Kanani usiku wa leo, na ukafike Kanani yako katika jina la Yesu. Wala kuta zisikuzuilie, wala vikao visiharibu hatima yako, bali usiku wa leo na Mungu akabatilishe kila vikao vya hila, na Mungu akasimame katikati yake. Kama vikao vya hila vya Haman havikumzuilia Esta kwa malikia, wala kumzuilia Mordekai kwa waziri mkuu, ninakutamkia usiku wa leo, kila vikao vilivyokaliwa na huyo adui havitafanikiwa juu yako, na kila madhabahu zilizolibeba jina lako ili kuzuilia kuvuka, ninasimama usiku wa leo. Acha neema ya Mungu na ikawe juu yako, na Mungu akusimamie. Ninakuombea kutoka patakatifu pa Bwana, ninakemea hizo nguvu za adui, na madhabahu ya Mungu aliye hai ikabatilishe kila vikao vyao na matamko, kila nyaraka za hila zilizoinuka juu yako. Ninakuombea usiku wa leo, hizo nyaraka za maangamizi hazitakuzuilia. Ninazifuta kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Ninaandika kwa wino wa damu ya Yesu juu ya madhabahu ya Mungu aliye hai, hizo nyaraka za kufanikiwa kwako, kuvuka ukavuke katika jina la Yesu. Ninafuta nyaraka za uharibifu. Hata kama wamesema ukafukuzwe kazi, usiku wa leo ninasema hautafukuzwa kazi. Hizo nyaraka za waganga, nyaraka za wachawi, ya kwamba uzuiliwe kupanda vyeo, kuongezewa mishahara, uzuiliwe kuweza kufanya kazi, wamekamata ufahamu, wamekamata uweza wa kazi. Ninakuombea usiku wa leo, na kibali cha Mungu kiwe juu yako. Kila walikoipeleka nafsi yako, wakaivika roho ya uharibifu, wakakuvika sanda katika ulimwengu wa roho, kama alivyovikwa sanda kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Ninakuombea usiku wa leo ya kwamba hizo sanda hazitakushikilia, hizo sanda hazitakushikilia. Hiyo mauti hautakufa, lakini kila walichofanya kukushikilia, wameiba ufahamu, wameiba kibali, wamezika kwenye makaburi yao. Ninainua mikono ya kichungaji juu yako, wala makaburi hayatakupokea, wala mapango hayatashika hatima yako. Kila walipoficha ufahamu, uweza wako, kila walikoficha heshima yako, nainua mikono mbele za Mungu aliye hai kwa mamlaka ya jina la Yesu, na warudishe sasa. Ninaamuru kila mahali mapepo mlikopeleka jina lake, enyi waganga, kwenye madhabahu zenu, achia hilo jina kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaagiza nguvu ya damu ya Yesu, ninauagiza moto, ninaagiza damu ya Yesu na ikafanya agano jipya. Ninaagiza mkono wa malaika, kila ulipofichwa nafsi yako, kila ulipofichwa haki yako, kila kilipofichwa cheo, usiku wa leo ninaagiza nguvu ya damu ya Yesu na ikasimame kwenye hayo makaburi, kwenye hiyo mito, kwenye hizo bahari, kwenye hilo anga, kwenye hiyo ardhi, kwenye hayo makaburi. Ndio, toka, achia kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Ninaliita jina lako, naita nafsi yako, naita jina lako, naita nafsi yako, na itoke huko katika jina la Yesu Kristo. Kila walikoiba haki yako,
kila walikoiba haki yako, wameiba haki ya ndoa, inaamuru usiku wa leo ukarejeshewe katika jina la Yesu. Wameiba nguvu ya kazi, wameiba kibali cha kufanikiwa, ninakutamkia usiku wa leo wakarejeshe katika jina la Yesu. Mapepo sikia, kuzimu sikia, haya achilia watu hao, achilia haki zao. Mapepo sikia, kuzimu achia watu hao, achia haki zao kwa mamlaka ya damu ya Yesu na kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mungu mtakatifu, ninapindua kila kilichojengwa na adui, hizo madhabahu za giza na kila hila ya kuzimu. Baba, usiku wa leo ninatamka juu ya watoto wako hao, ninapindua meza za adui, ninapindua kila vita vya kuzimu, ninaitamka neema yako na iwe juu ya watu hao katika jina lako Yesu. Weka mkono wako kifuani, itafakari sadaka unayoiandaa kwa ajili ya kuituma madhabahuni pa Bwana. Na ukiwa umeukamata moyo na ukiwa unatafakari sadaka yako, omba pamoja nami, sema: Mungu wa rehema, ninasogeza sadaka yangu madhabahuni pako, ninasogeza na maombi ya moyo wangu yapate kibali mbele zako Mungu. Ikiwa kwa sadaka ya Elia uliwaangamiza manabii wa Baali, ninaisogeza sadaka yangu madhabahuni pako Mungu. Na kwa sadaka hii kila manabii na kila adui wa maisha yangu usiku wa leo, madhabahu zao, matakwa yao yakatoweke, nafsi yangu ikapokea uhai. Mungu mwenye nguvu, ninaweka sadaka yangu madhabahuni pako. Maisha yangu yaliyozikwa na waganga na wachawi na wanadamu, nikafukiwa na kufunikwa, ninaiweka sadaka hii kwa nguvu ya madhabahu yako Mungu. Kila kilichokufa kwenye maisha yangu kipokee uzima, kipokee kuinuliwa, kipokee uzima katika jina la Yesu. Hebu tulia hivyo, niendelee kuomba kwa ajili yako. Mungu mtakatifu, Baba mwenye nguvu, ninainua mikono ya kichungaji juu ya watu hao. Wewe ni Mungu unaijua hatima na haki yao. Kila kilichozikwa na adui, kila kilichonyang'anywa, kila kilichoharibiwa, iwe ni nafsi, iwe ni afya, iwe ni kazi, iwe ni vyeo, nainua mikono hii, ninaagiza hizo mamlaka za adui kuachia watu hao. Achia haki zao, achia mioyo yao, toka, achia kwa damu ya Yesu. Mungu, ninawabariki watoto wako, nami ninawatamkia, ninakutamkia wewe kuinuliwa, ninakutamkia uzima, ninakutamkia afya, ninakutamkia neema ya Mungu na iwe juu yako. Zibarikiwe kazi zako, zibarikiwe biashara yako, na kila ulipopigwa kwa roho ya kiza ukafichwa kazi zako, ninainua mikono ya kichungaji, na zibarikiwe kazi zako. Ninaondoa kila kiza mbele yako, na kibali cha Mungu kiwe pamoja nawe. Ufanikiwe kwenye kazi zako, ufanikiwe kwenye biashara, ukauze kwa faida. Roho ya hasara isitamkwe kwako, na Mungu asimame pamoja nawe. Ninayabariki malango yako ya kazi, malango ya biashara, na kila palipopandwa uganga, uchawi, alama za kipepo hazina mamlaka juu yako. Ziwe nyakati za kuinuliwa. Nafsi yako na ipewe uhai katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Pokea baraka za Mungu. Bwana Mungu akubariki na kulinda. Bwana akuangazie uso wake na akufadhili, na Bwana akuinulie uso wake akupe amani, na baraka za Mungu ziwe pamoja nao. Upokee uzima, upokee uhai, upokee nguvu, na majira mapya yawe juu yako katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nimekubarikia hivi, amena. Na kwa neno na kwa baraka na kwa maombi, sasa unaweza kurusha sadaka yako kupitia namba hii, Yas namba 0675 24 30 50. Yas namba 0675 24 30 50. Na baraka za Mungu ziwe juu yako. Ninaubariki usiku kwa ajili yako. Neema ya Mungu na ikufunike, na wema wa Mungu uwe pamoja nawe katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nikukaribishe tena kwa ibada ya jioni kesho na ibada ya usiku saa 8 mpaka saa 9 kama leo. Neema ya Mungu na ikawe juu yako. Amena. Baba yangu uliye mbinguni, naomba unigange
niponye roho yangu Bwana, na roho yangu Bwana nijaze. Baba yangu uliye mbinguni, naomba unigane moyo, uniponye afya yangu Bwana, na roho wako Bwana nijaze. Ni kweli Bwana, wewe ni mkuu, uweza wako ni wa ajabu, matendo makuu mimi nayaona. Kwa kweli Bwana, wewe ni mkuu. Ni kweli Bwana, wewe ni mkuu, uweza wako ni wa ajabu, matendo makuu mimi nayaona. Kwa kweli Bwana, wewe ni mkuu. Sikufai kuitwa mwanao, ila ni kwa neema yako tu. Roho yangu naiweka kwako, maisha yangu Bwana tawala. Sikufaa kuitwa mwanao, ila ni kwa neema yako tu. Roho yangu naiweka kwako, maisha yangu Bwana tawala. Ni kweli Bwana, wewe ni mkuu, uweza wako ni wa ajabu, matendo makuu mimi nayaona. Kwa kweli Bwana, wewe ni mkuu. Ninajua kwa kweli Bwana, wewe ni mkuu. Ninajua kwa kweli Bwana, wewe ni mkuu. Ninajua kwa kweli Bwana,